Hujambo tena mpenzi mtazamaji wa Joy and Hope. Nakwambia hapa tunakupikia, tunakupakulia, tunakuwekea mezani. Na baki tu kumeza. La kwangu jina ni Mheshimiwa Kea Wycliffe. Najua uko tayari. Pale pia nasi tuko tayari kukuletea mengi mazuri sana. Manake kwetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunakupanga ili kwamba yale ambayo haujayafahamu, haujayajua tuweze kukuwekea pale mezani na iwe bora zaidi na iwe ya manufaa kwako pamoja na jamii zetu. Ni vijana na sanaa na ndani ya studio niko na Baby Show. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Baby Show alienda wapi? Baby Show. Baby Show ndio huyo amerudi. Baby Show amerudi. Amerudi. Nyumbani kuko vipi labda? Nyumbani kuko salama. Nisikia uliama magharibi, ulienda Mombasa ama vipi? Ama ni poroja za mtandao? Ni poroja tu. Bado niko Western. Bado uko Western? Niko Western Kakamega. Tunazungumzia swala la vijana na sanaa. Yeah. Tumeona katika mtandao vijana wengi wameingilia sanaa. Ucheshi, watu wameingilia uimbaji, watu wameingilia riadha, soka, hizo zote ni sanaa. Na kwetu kama vijana ama vijana wa eneo nzima la magharibi, kabla tuweke Kenya pamoja, tuzungumzie kidogo vijana wa eneo la magharibi. Sanaa ya magharibi mwa Kenya iko namna gani kizingatiwa na kiwango cha sasa cha usanii Kenya? Magharibi iko wapi? Mi kwangu naona magharibi imesonga hatua fulani ukilinganisha na zile miaka za nyuma. Magharibi, unajua hapo nyuma huko Central walikuwa wametushinda kidogo. Kuja hapa Nyanza, Eastern. Lakini saa hii vile tuko Western tumeimprove. Ni nini hatukuwa tunafanya mwanzo? Ni nini mmegundua? Unajua kitambo wasanii wale walikuwa kitambo wa Western walifanyanga muziki mzuri. Lakini wengi walikuwa wanatumiwa. Walikuwa na promoters. Na promoter, hawa promoters waliwatumia, ndio unapata wasanii wengi wa Western walikuwa wamebobea vizuri, wanajulikana, nyimbo zao ni mzuri, lakini kipato kiko chini. Yani unafanya kazi ngumu lakini unafanya kazi lakini malipo unaona? Siri iko wapi? Sasa siri saa hii, unajua wale wasanii wetu wa kitambo wengi hawakuwa wameenda shule vizuri. Na saa hii unaweza pata wasanii wamesoma. Wanajua vile wanaweza jisukumia muziki wao na kujimudu kimaisha. Unaona? Wao wanajua vile nitarekodi muziki wangu, najua vile nitasukuma, najua vile italeta matunda. Unaona? Ndio unapata wasanii kama huyo Baraza David. Alikuwa msanii wa nyimbo za kilio na ashakuwa MC yeta mngani. Mara mbili. Miila miwili. Unapata msanii kama Msindi, unapata at least unapata msanii ako na nyumba mzuri na ako na gari anaweza endesha, anaweza somesha mtoto. Ukilinganisha na wasanii wetu wa kitambo. Unataka kusema kwamba ni usanii tu ambao walitumia, tuseme kwa mfano kama ndugu yetu pale, wewe msanii ambao umetaja Emmanuel Msindi. Emmanuel Msindi. Kuna wasanii wengi sana magharibi mwa Kenya. Wasanii kama Emmanuel Msindi, Naftali Shitoka. Kuna Mheshimiwa David Baraza. Kuna Mzee Sukuma Biniongaro hapa. Mzee Sukuma. So unaona? Alafu kuna huyu kutoka Wangaland. Nani Akeko? Ali Akeko. Ukienda Bunyore kuna akina Sila Wasila. Kuna huyu mwingine, huyu wa Vaida. Wachana huyu ni wajana. Wacha hatujafika hapo. Kuna nani Mr. naitwanga Patlas Manikale. Patlas Manikale. Kuna marehemu Shemtube pale. Ndio hivyo. Mwenda zake. Okay. Ni nini hawakuwa wanafanya ambapo sasa hivi unapata kwamba msanii anaweza endesha gari na wakati ule msanii hakuwa na nyumba? Unajua muziki wa kitambo
walikuanga na idea mzuri, wanaimba vizuri, lakini wanatafuta kuna watu walikuwa wanaitwa promoter. Mtu ako na kampuni, ako na studio mzuri, anasema kuja nitakurekodia muziki. Na hizo uko na tamaa ya kurekodi. Na hizo siku walikuanga wanatembeza CD wakiuza. Sasa huyo akikurekodia album anaweza kulipa kama 50,000. Mmemalizana. Yeye anabaki anauza hiyo muziki miaka 5. Alafu another thing, kuna kitu kilikuwa funny ya kwamba most of promoters walikuwa na record live music. Live music. Na ile live music hauwezi fanya peke yako. Lazima mkue kikundi. Mkue timu kubwa. Sasa unapata hiyo 50,000, unapata mmegawana hata 2,000. Na umeenda zero. Mko watu wengi. Unabaki unaona? Mkienda hata kupiga show. Maybe mmeitwa Carnival Nairobi. Mlipwe Mlembe Night. Mmelipwa 50,000, umeenda kama band. Na unaweza pata saa hii msanii unafanya, yani kuna hii kitu inaitwa programming. Msanii mmoja tu uko na sauti kadhaa utaweka kwa wimbo yako. Ukienda kuperform stage, hata ukilipwa 10,000 zitakusaidia. Unakula peke yako. Juu unachukua hata kama ni madanza watatu. Mimi ninaona muziki wa zamani ulikuwa mzuri kuliko wa sasa. Kwa sababu yani una ubinafsi sana. Yani mimi tu mbona keatu. Na unajua ni kwa nini? Mimi naweza sema saa hii muziki tunafanya lazima uko tofauti kidogo na wa kitambo. Msanii wa saa hii unaweza kuwa wewe unajua kucheza. Na tena unaweza imba vizuri. Unaona? Unajua kitu ya maana ni ku attract audience. Watu wa feel wanaokutazama. Wa feel msanii Bebisha amekuja na wamekuwa entertained. Unaona? Wamependezwa. Sasa haimaanishi mko kikundi, mko watu wengi ndio mfurahisha umati. Unaweza enda mtu mmoja na ufurahishe umati. Vile utamanage hiyo stage. Sawa, tuachane na sanaa ya magharibi kwa sababu ya muda. Tukuja sasa kitaifa. Ni changamoto gani, kwa sababu wewe ni msanii sasa wa kitaifa, kulingana na viwango vyako vya muziki ama viwango vyako vya usanii, ni changamoto gani ambazo wasanii wa sasa kitaifa na wale wa zamani ama wale wa zamani wa kisasa, ni changamoto gani ambazo wakifaulu kuepuka watakuwa sawa katika sanaa zao? Changamoto ambazo tunapitia, unajua wasanii kuna kikundi board yenye ina manage wasanii. Kuna MCSK Music Corporate Society of Kenya. Kuna Prisk, kuna Kambu. Kuna kampuni mingi ambazo zina manage wanamuziki. Sasa hizo kampuni zimeingiamo na makartels. Unaona? Watu wenye maybe wana feel wako na pesa, wameleta siasa. Sasa unapata wameshinda kotini. Wakienda kotini wanashinda. Wanaenda kotini wakiona maybe mmechagua. Unajua for example kau unataka udirector, si utachaguliwa. Kuna board wasanii wamechagua, si ndio? Sasa kuna ile kikundi wanaona hawaongozi vizuri ama wanakulia, wanakuja tu wana insight. Sasa wanaelekea kotini, wanasimamisha the whole process. Sasa hiyo music corporate hailipi wasanii. Nilisikia ukiwa hapo kuna mwaka, ni kama mwaka jana, ambao msanii mmoja alinipigia simu akilalamika kwamba amepata kwa simu yake shilingi 12,000. Shilingi 12. 12 shillings. Ndio mshahara ambao ulikuwa amelipwa na corporate mwaka mzima ama ilikuwa bonus, sijaelewa. Sijui kama ulipata hizo tetesi. Hizo ziko. Hata I think last time walijaribu kutumia wasanii pesa. Wasanii walipatanga pesa duni sana. Unapata umepewa 900 shillings na muziki wako unafanya vizuri. Unapata mwingine amepata 100,000. Unaona? Sasa mingi 900 shillings na umepata 100,000 shillings. Na ukilinganisha hawa wasanii unapata hata huyo mwenye amepata 100,000 na huyo mwenye amepata 9 shillings. Muziki wa huyo 9 shillings unajulikana sana.
kuliko 100,000. Ni ile anajuana na wale wakubwa. Hiyo kitu tukijaribu kutatua, utapata wasanii wanaenjoy matunda yao. Sasa nataka uongee na msanii pale. Tufanyaje? Tusiingie kwa board. Sababu bado tunaumia. Tufanyaje? Mimi naweza direct msanii aweke tu bidii. Kivyake tu. Aweke tu bidii kimuziki. Asiangalie hiyo board Music Corporate of Kenya. Unaona? Auze muziki yake online. Aitwe Maivenda aenda apige. Unaona? Auze ngoma yake kwa Skiza. Although pia wanatuibia. Wakati mwingine wakati mwingine lakini atapatako. Unaona? Ataitwa show mtu hawezi kuibia. Hawezi ibiwa. Mkiagirini 50,000 hivyo. Utauza muziki wako online. Hata kama wanakuibia lakini watakupea yako token kidogo. Unaona? Kwa hivyo ni kuweka bidii. Tukianza kuzingatia sana kwa mambo ya board ya Music Corporate, itatuua roho ya kufanya muziki. Unaona? Kwa hivyo sisi once realize, we mwenyewe ujiulize, upate uko na talent. We fanya muziki. Baby Show. Tuongee hapa kidogo. Especially tutoke kitaifa kidogo, turudi kule kwenu magharibi. Kumekuwa na tetesi kwamba wasanii sasa mmeanza kuibiana. What happened? Sasa unaona tena hiyo ndio changamoto. Na haswa sana inafanyika magharibi. Nyumbani tu? Huko nyumbani. Juu sijaiona Mkamba ameibia mwenzake. Inafanyika huku Western. Yenye unapata mtu ametunga wimbo wake mzuri, unapata mwingine tena ameitunga. Na hiyo si tabia mzuri. Unaona? Juu unaona nakumbuka kuna mwenzangu alifanya muziki wake ukaimba kwa radio mzuri, tena nikaisikia pale pengine. Unaona? Mzani tofauti. Na sasa huyo the same song. Same song. Na sasa huyo amekimbia ameenda ameregister. Same beat, same idea. Same theme. Unaona? Ameenda ameregister kwa corporate. Sasa yeye ndio mmiliki kamili. Unaona? Ameibia huyu. Unaona si tabia mzuri. Okay. Sasa Baby Show. John Hope tunataka tuelimisha wasanii kwa sababu wasanii wengi wako kwenye shida. Unapata msanii ana kipaji kizuri, amepata vipeni vidogo pale, hata kama kadhaa ambazo zimemtosheleza kufanya muziki, ameenda pale studio, amefanya muziki. Okay, nimemaliza kufanya muziki. Na upeleka wapi? Kwa sababu zamani umelaumu sana wasanii wa zamani. Lakini unajua msanii wa zamani alikuwa na radio cassette yake, ameibeba pale kwenye mkoba. Anaipiga kizunguka sokoni. Ameuza CD 10. At least amepata kitu, si ndio? Okay, huyu mwenye sasa kuna CD, kuna kaseti, hakuna santuri, afanya aje? Manake ashaenda studio, ametoa ngoma. Next mimi naweza imiza wasanii wenye wako huko nje, wenye wanang'ang'ana. Unaona? Wajifunze kutumia mtandao. Siku hizi msanii lazima ujue kuuza muziki wako online. Unaona? Huko online muziki zangu zenye nawekanga online napatanga zinachezwa mbali sana. Ukiuza muziki online unafikia watu wengi. Unaona? Sasa ushikane na watu wenye wanaweza kusaidia kusukuma muziki online. Unaona? Ushike kampuni. Ushike media houses kama hii Joy and Hope, si ndio? Na zingine kuna huko nje. Zikusaidia watu wajue muziki wako waanze kutafuta online. Ukiuza online muziki vizuri, pia utapata inakulipa hata kushinda yule msanii alitembeanga na CD. Unaona? Juu hiyo si strenuous. Wewe nunua tu bundles, jaribu na msanii. Pole lakini singependa kumtaja. Lakini kuna msanii mkongwe sana. Alikuwa na bandi moja kitambo sana. Ilikuwa inaitwa Butere Sharpshooters. Sijui kama unaweza mjua. Huyu msanii kuna wakati nilimsikiza kwa mtandao na
akawa anasema kwamba amefanya ngoma mingi na zimenunuliwa sana. Lakini hana chochote. Huyu mtu kuna uwezekano akapenda muziki? Sasa unaona tukirudi kiongozi wa Butere Sharpshooters yule mwandishi anaweza vunjika roho. Juu maybe amefanya muziki na anaona aoni matunda. Unaona? Na ndio uliona nikikwambia Mheshimiwa Kea, kuna wazee wengi wanaumia. Hata mzee Sukuma nyimbo zake naonanga kwa YouTube ziko na views mingi, lakini kuna mtu fulani mwenye anafanya nini, ana control hiyo YouTube. Nimekuwa nikipitia za Sukuma napata bwana jamaa amegonga karibu mita. Lakini kuna mtu fulani mwenye anachukua hizo pesa. Na mzee ukimuita interview ana fair. Sasa hiyo ndio challenge ya wasanii wetu wa kitambo kidogo. Kuna wale brokers wenye walikuja wakaona hizi nyimbo zilikuwa zinapendwa. Wanaenda wanaambia tunataka tuweke YouTube. Wanaweka YouTube wakitumia account yao. Sasa kukiwa na benefits zinakuja kwao. Si kwako kama msanii. Si kwako. Unaona? Kwa hivyo mimi naweza himiza msanii kaa huyo wa Butere Sharpshooters afuatilie account yake. Akiona kuna mtu amehack ama kuna mtu anatumia amsue. Aenda afungue account yenye inasoma jina yake na details zake. Unaona? Ataona anapata kwanza. Kuna msanii mwingine alikuwa na bendi moja ilikuwa inaitwa Injili Revival Singers. Injili. Nafikiri na magharibi kule. Injili Revival. Alikuwa ananiambia wakati nilikuwa nafanya naye mahojiano, akaniambia kwamba mheshimiwa, mimi niliambiwa na my promoter atauza muziki wangu kwa miaka 3. Alafu atairudisha back kwangu. Baada ya kurudisha muziki mimi nitauzia nani? Auze miaka 3 already, hiyo ladha imeisha. Hiyo ladha kwanza unaona msanii akawa analia na mheshimiwa namna gani bwana? Sasa Baby Show kwa sababu uko kwa jana na sanaa. Nataka tuone huyu mwenye ameambiwa tutauza for 3 years. Then tutarudisha kwako. Atapeleka wapi? Sasa unaona hiyo ndio changamoto. Sasa huyo anaweza kulia tu, anauza jina. Si muziki, anauza jina yake. Unaona, hao wanamsaidia tu kuuza jina yake. Lakini muziki wao wanauza wakipata pesa. Unaona? Saa zile hiyo miaka 5 zitaisha, hiyo muziki isha fade. Imewekwa maji mengi. Maji mengi, hiyo chumvi imeisha. Hiyo ladha. Unaona? Wamekuwaste tena ukuje na idea nyingine, tena wachukue waende wauze miaka 5. Unaona? Ndio maana unapata msanii ako na jina kubwa na ana chochote. Sasa turudi kwa Baby Show. Baby Show amekuwa msanii wa secular. Hakuwa anaimba gospel. Ukweli. Ni nini kimefanyika wewe umeingilia gospel? Ni nini? Tusaidie hapa kuelewa. Ama huku ndio kuna kitu? Ni nini unatoroka huku kwetu? Unaona Mheshimiwa Kea, mimi nilikuwa nafanya secular. Na kuna changamoto ambazo niliona huko. Kitu ya kwanza, mimi nimelelewa kwa familia ya Kikristo. Mamangu na babangu walikuwa waumini wa kanisa la Israel Neve. Hiyo kanisa ya kiroho. Ile kanisa ya kiroho. Na walikuwa wanatuhimiza madhara ya kuwa ya ulevi, kuwa mtoto mwenye uko immoral. Unaona? Walikuwa wanatupea mawaidha. Sasa mimi vile nilikuwa naimba secular, nilikuwa na changamoto kubwa. Juu naenda na wenzangu naona wanaagiza vileo nini, unaona? Uko nao kwa kilabu na mimi niko soba. Unaona? Alafu huko tena nikapata wale promoters wamekuwa wakora. Cartels. Mnaenda wamekutafutia show. Mnaweza piga show, mmemaliza maybe mmeitwa mbali. Mnaachwa mko stranded. Unaona? Alafu vitu zenye zilikuwa zinafanyika wa club hazikuwa zinanipendeza. Unaona? Sasa nikafeel
niko pale penye sistahili. Uko mahali pabaya. Niko mahali pabaya. Na kuna na tena kuna dadangu alikuanga mchungaji. Tulikuanga naye Nairobi. Sasa nikafeel kila mtu kwa familia anaona mimi nimepotoshwa. Unaona? Na ndio maana nikaamua haina haja nijiforce kufanya kitu yenye si feel. Heri niende place. Ngoja kidogo. Unaimba muziki lakini unaona kwamba huu muziki hata kama ninauimba hauko ndani yangu. Hauko ndani mwangu. Unaona? Sasa unatafuta kilicho ndani yako sasa. Yeah, sasa nilionanga zile vitendo mambo yenye by the way mse tulianza naye muziki. Ako huko Nairobi, ako na kanisa kubwa sana. Na yeye ndio aliniambia anaitwa Dan. Dan. Sijui kama unamjua. Natoka hizo side. Hizo side za Butere, Muyundi. Alikuwa ananiambia Baby Show, tuimbe gospel. Na mimi nawaambia na mimi unajua nilikuwa naenenda na mawaidha ya wenzangu vile walikuwa wananiambia Baby Show tuimbe secular. Na kuona tofauti na ule muziki ambao unauimba. Manake wale watu ambao wanaimba muziki wa injili ndio, lakini kwa mtindo wa kizazi kipya na kuona ukiwa tofauti. Manake nikitazama video zako ninaona kwamba kuna kitu kinafanyaka watu wanaenda. Kwa mfano mimi nikianza kuimba gospel wa kizazi kipya lazima nitengeneze nywele ikuwe mrefu kidogo. Kuna vitu nivae zile nguo vifupi. Yaani at least watu wanione wapendezwe na mbona wewe hauko? Sasa mimi nilikwambia nikianza muziki wa secular kuna vitu niliona zenye zinafanyika na wasanii wa secular zenye hazikunifurahisha. Unaona? Sasa naziona na ndio naziona huko. Mimi mtu walijaribu wakeni advice na wakani guide. Ni wasanii wa gospel ndio, lakini watu wenye walikuwa mature spiritually. Unaona? Na wakanielekeza mpaka vile inafaa nifanye nini? Uenende katika nienende na hata dressing code. Although nilijaribu kupata changamoto lakini saa hii penye Mungu amenielekeza na amenifikisha. Naona walinisaidia. Ilikuwa ngumu sana kuacha hizo mambo, mara nisivae hizo vipuli, nisiweke dread, unaona? Unajua Biblia inasema yenye unaongea iende sambamba na we mwenyewe vile uko. Uwezi uhubiri maji alafu unakunywa maziwa. Sasa we unahubiria watu na umevaa longi inataka kuanguka na uko kwa kanisa. Unaona? Wewe ni msana unaperformia watu, unaimba wimbo wa injili na umevaa skirt imefika kwa mapaja. Unaona? Mmoja ni mwimbaji nilikuwa napewa didi yake, alitembea Nairobi, hakuwa na hiyo tabia, lakini alipoenda akajiunga na wale makundi akarudi nyumbani. Kawa sasa ile suruali yake ndefu anaifungia hapa, alafu akitembea anatembea kiruka. Ndio hivyo. So mzee akiwa pale ameketi kwenye miti akamuita akuje kidogo. Akamuuliza, "Mahali ulienda Nairobi ulipigwa?" Hapana. Ulianguka na gari? Hapana. Sasa kwa nini long haikushiki na unaruka juu ya hii? Uko na shida. Akamwambia ni usanii. Nani wamekaa Nairobi. Sasa mzee akawa anashangaa, amefanya usanii miaka 50 na amekaa Nairobi mpaka karitana miaka 60. Hakuwa iruka. Ndio hivyo. Hakuwa ifunga long. Sasa huwa inasaidia pia na ndio maana unaona kuna wasanii wako kwa nyimbo za injili wenye walicross wenye bado hawajafunuliwa na hawajakombolewa. Unaona? Unajua ukibadilisha dressing code hiyo inaonyesha how mature spiritually you are. Unaona? Juu unatoka kwa ule ujana wa kiroho na unakuja katika utu uzima wa kiroho. Ndio hivyo sasa. Unaona? Sasa ukigrow spiritual lazima pia mavazi tutaona umebadilisha. Unaona? Kuna kijana huyu nikiwa Nairobi alikuwa anaitwa Mr. T. Sasa anaitwa Pastor T. Huyo jamaa nimeenda show zake mingi sana Nairobi akiimba. Alikuanga anaimba message. Akiwa tu kijana. Yeye ndio niliona tu kwa wasanii wenye walikuwa wanaimba hizi nyimbo za vijana gospel, alikuwa ameokoka.
Na saa hizi unaona ni pastor ako na kanisa kubwa hapo Nakuru. Unaona? Kwa hivyo inategemea. Haya, uliona si vyema kuongea kwa watu. Kuna wasanii wengine walikuja kwa gospel na baadaye ukaona waliimba nyimbo mzuri za gospel zikatouch watu. Kuna watu wale walibadilishwa maisha wenyewe wakaokoka. Lakini baadaye sasa hii wako wapi? Walirudi. Walirudi kuimba zile waliacha. Walirudi. Okay. Kwa hivyo kabla tumalize, tunaenda tukimaliza. Okay, do you think ni nini ambayo, wacha nikae vizuri. Ni nini ambacho kinafanya mimi nimekuwa sio eti nimekuwa kwa muziki wa kitamaduni hapana. Nimekuwa katika muziki wa injili. Nikasukuma muziki wa injili. Kuna wasanii kadhaa tunawajua. Baada ya kufika pale nikaamua hapana, wacha nirudi nichape kwa kilabu. Ni nini ufanyika? Labda huko kwa injili pia kumekuwa na mchezo sana ama vipi? Tamaa ya pesa. Tamaa ya pesa. Unajua kwa gospel una ile mwito, utaona hawa wasanii wa secular naonaga wanaimba nyimbo mbili tu, wanaenda kwa klabu wanazoa pesa hapo wanakuja. Unaona? So uliona mwenzangu akatoka akaenda, alikuanga msanii wa gospel. Akaimba wimbo ya kidunia. Akasema eti nimeimba tu hiyo ni nini, lakini bado mimi ni msanii wa injili. Sasa anaimba nini? Anaimba secular. Unaona? Kwa hivyo ni tamaa ya pesa. Sawa, acha tuachie hapo. Tamaa ya pesa. Tuachie hapo. Tungependa kuzungumza mengi sana mtazamaji, lakini muda wetu naona unatupa kisogo pale. Na naomba kumaliza, lakini kabla nimalize kabisa, Bishop. Ni vipi utashauri wasanii aswa ukizingatia taifa kiujumla? Nataka utazame kamera pale. Nataka utazame hii kamera hapa. Msanii wa kitaifa, si Mluya, si Mjaluo, general kama taifa. Ushauri wako ni gani? Manake tumekuwa secular, tumeenda gospel, tumerudi kwa gospel, tumerudi huku. Kwa nini tukimbie? Wape tu ushauri labda kwa sekunde 30 kabla kumaliza. Ushauri wenye naweza pea waimbaji. Nataka utazame ile kamera pale. Ushauri wenye naweza pea waimbaji wenzangu. Ni kuwa wakuwe na msimamo. Unaweza kuwa unajua unaweza kuwa mwanamuziki wa nyimbo za injili na unaimba vizuri. Unabadilisha nyoyo za watu. Wacha tuone kwa matendo yako. Juu ukiwa msanii wa injili unahubiri, wewe ni mhuduma. Wacha tuone pia matendo zako ziambatane na yale unafanya nini, unaongea na yale unaimba. Na ukiwa msanii wa secular, siwezi kukataza utoke huko. Pia kuwa na msimamo. Unaona? Imba kwa huko wa club, lakini bora imba nyimbo ambazo zinaweza kuwa na mafundisho. Unaona? Zenye zinaweza saidia, zinaweza elimisha watu kwa jamii. Unaona? Kwa hivyo unajua msanii ni kioo cha jamii. Kwa hivyo chochote chenye unafanya kuna watu wanakuangalia. Kwa hivyo wacha tukue na maadili mema, na tukue wenyewe, tujionyeshe wenyewe sisi ni watu wenye wa dhamana. Unaona? Hivyo tutapata tunaenenda vizuri. Asante. Mpenzi mtazamaji, ni vijana na sanaa ndani ya Joy and Hope. Na unajua sisi vijana kuna mambo mengi sana ambayo yametuumiza. Unakuwa na talanta mzuri lakini hautumii, kuna vitu vizuri lakini hauvitumii. Wakati ni huu. Wengi wanasema kwamba vijana tutafanya kesho, lakini hujui kesho ni lini. Kesho yako ni leo. Huu muda ndio Mungu amekupa, una nafasi nzuri, unaweza fanya kitu kizuri. Tumekuwa mbashara pale kwenye YouTube, lakini tungependa kufahamisha pia ujumbe huu tutakuwa tunauachilia pale siku ya Ijumaa. Kwa wale ambao wanatazama mbashara, pia siku ya Ijumaa tutakuwa tunauachilia ujumbe huu pale kwenye mtandao wa YouTube. Kwa hivyo itakuwa bora sana uingie pale uweze kutusupport, uweze kusubscribe, uweze kulike, uweze kushare, ili ujumbe huu ambao tunazungumza
na wasanii na vijana uweze kufikia watu wengi sana, na litakuwa neno la busara, itakuwa ni baraka kwetu na kwako pia. Asante kwa kuwa pamoja nasi muda huo wote. Tunatamatisha kwa sasa, lakini tunaondoka kwa niaba ya wenzangu pale wapiga picha. Na kwangu jina ni Mheshimiwa K Wycliffe. Hadi wakati mwingine, uwe na siku ya baraka.